Kibe. Safi vipi? Safi. Niambie. Safi bana. Mbona unatoka uchochoroni kama mbwa koko? Nilikuwa najistiri huko bwana kidogo. Niambie. Safi bana. Simu yako imenikurupua bana. Bwana ndicho kuitia ni lile jambo letu. Bwana nimepata chumba. Safi. Ile 40,000 nimeachana nayo. Ndio. Kwa sababu ulisema hauna 40,000, una 30, si ndio? Ndio hiyo. Nimepata chumba nzuri sana. Cha 30,000. Shida kile chumba kilikuwa na matatizo, ilikuwa na changamoto. Changamoto yake bana, nilienda pale nikakuta watu hawa wanaitaka hicho chumba. Na wawili wakaahidi kwamba wanailipa jioni. Mimi nikasema hapa ni kujiongeza. Nikasema ndugu yangu asije akakosa chumba. Mimi nimechukua hela yangu. Nilikuwa na balance kidogo. Kama 90,000. Nimempa mwenye nyumba. Pale pale nikamwambia shika hii iwe kama kishika chumba. Sasa ndugu yangu, mimi nimekupigia hapa ili unipe sasa 90,000. Manake 90 30 mara 3 ni 90. Mimi nimelipa miezi 3. Wewe unataka upige miezi 6. 180,000 nipeleke. Miezi 6? Mimi nilikwambia na miezi 3. Lakini ndugu yangu wewe ulisema unalipa miezi 5 au 4. Ndugu yangu, hali ngumu. Hali ni ngumu. Wewe kama ni miezi 3 nikupe sasa. Sasa hiyo miezi 3 ipo? Ipo. Cash kabisa. Haya leta. Safi kabisa. Maana hiyo sasa ni sasa mimi najilipa kwa sababu kule sinishalipa. Safi kabisa. Unajua bwana Kibe na ukubali kwa mambo kama hayo. Upogo chapu. Moja. Ndio. Sawa. 3. Sawa. 5. Ndio. 6. 7. 8. 9 nabakiza na 100 chai. Umemaliza? Ndugu chumba umepata? Tayari. Hapa sasa haina shida ndugu. Tumemaliza. Haina tabu. Sawa. Baadaye nitakupigia nikupeleke. Haina shida. Wajisemeleshe. Ulishazoea kujisemesha ni faida. Muona tu mtu hapo mmoja basi. Hivi ulishaona kujiongelesha ni faida. Yaani leo sina maneno mengi, siku 3 zimepita. Kama hauna hela leo naondoka na suruali, naondoka na simu. Chochote kile nitakachokikuta kwenye mifuko yako ni halali yangu. Lakini Bahari, mimi nilikwambia namtafuta yule jamaa ndiye aliyechukua hela zako, sio mimi. Mimi nilikuwa sio simu sio ya kwangu, ni yule jamaa. Kibe, hivi unafikiri leo nitakusikiliza maneno yako unajua? Hivi labda tufanye kwa vitendo. Ili ujue kabisa kwamba leo niko serious na stani. Hapa sasa tutakuwa unavunja sheria. Wewe nani anakuruhusu umsachi mtu bila ridhaa yake? Sasa utajua kwamba mimi ni mgambo au polisi jamii wala nini. Kumbe leo na kibunda. Ndugu yangu, hii hela sio ya kwangu. Hii hela nampelekea mtu. Bana wewe. Hii ni 90. Nimebaki 10,000. Sasa wewe unadai 100,000. Haya, 90,000 unapeleka wapi? Hiyo haijalishi. 10,000 na kudai. Yaani deni liko pale pale la 10,000 ujue. Bana Bahari bana. Ndugu yangu, hii hela sio ya kwangu, mimi nakwambia. Itakutokea puani, utajua mwenyewe. Zingatia 10,000 na kudai. Bahati nzuri nimekutana na wewe basi. Kuna jambo tena? Yaani kidogo tu niweke vocha nikutafute. Kuna jambo? Kuna jambo, lakini sio jambo kubwa sana. Nilitaka nijue kwamba utaratibu wa ulipiaji wa umeme pale. Unajua kuniambia? Pale. Bana pale bei ni ndogo tu pale. Pale unajua izidi 3,000 au 5,000 kwa sababu watumiaji wa pale wanaoishi mle hakuna mwenye friji wala mwenye pasi. Sasa hapo itakuwa shilingi ngapi? Si 3,000 5,000. Wewe kuwa na amani. Safi kabisa. Na mguu ndio nilikuwa naelekea huko nikafanya usafi. Nilikuwa bado sijahamia. Kwa hiyo ile jana nilipokupeleka kuangalia haukufanya chochote. Sikufanya chochote. Kwa hapa ndo naelekea kufanya usafi.
Basi haina shida. Sawa, haina shida. Haya. Pamoja sana. Haina tabu. Mimi nadhani hii 3 tu, wale hamna kitu. Haya. Usafi naona unaendelea vizuri sana. Hakuna hata hata umeme. Huyu kijana anaingia kwenye chumba. Yuko. Hodi hapa. Hodi. Huyu kijana mwenye chumba nimempata. Kijana yupi? Sasa nataka nikuajie maagizo mimi. Sawa, mimi ndio mwenye nyumba hii. Na kuachia maagizo. Mwambie Kiberenge huyo kijana akija nitafute. Nilikuwa nataka nimjulishe mambo matatu muhimu sana. Kwanza hela ya ulinzi, alafu kuja kumjulisha kuhusu ratiba ya usafi hapa. Sawa, na kuhusu pesa ya umeme. Mzee, mbona sikuelewi? Maana mwenye chumba ndo mimi mwenyewe. Mimi sikujui. Huyo Kiberenge naye msema. Mimi ndo niliyemtafuta akanitafutia chumba. Na nimeshamlipa shilingi 90,000. Miezi 3. 90,000? Ndio. Wakati mimi kaja kwangu analialia, mzee mimi sina hela na 40,000 ya miezi 2. Mara mke wangu anaumwa. Nikaona ngoja nimpe huyu kijana sehemu ya kulala. Sasa mzee, mimi hilo alinihusu. Mimi Kiberenge nilimtafuta kama dalali. Kanileta hapa nikamlipa hela yake, basi tumeshamalizana. Sasa nakupa mambo haya mawili na kuachia maagizo. Akija Kiberenge uje na wewe na huyo Kiberenge. Sawa, hadi kule kwangu. Sawa. La sivyo wewe unitafutie hiyo hela 80,000 ya miezi mimi unipe mimi. Sitaidi umwambie kwa sababu haya masuala msie mkachukulia masiala kwa sababu ni mtu anajinyima. Sawa, jana wakwenda shule, hela anakula mchicha miaka yote, sasa anajenga. Usisahau. Jitahidi sana jamaa, sawa? Sio mambo mazuri. Mimi ndugu yako, mimi. Wewe ndugu umeanza lini? Tangu lini mimi nikawa ndugu yako? Tumezaliwa tumbo moja. Kiberenge. Mimi na wewe ni ndugu bana, mambo mengine tu tunayaacha yanapita. Wewe ulijiona wewe ni mwamba. Leo unaona mimi ni ndugu. Basi hebu tuachane na hilo. Mimi na mchongo hapa.
baskeli nauza. Sasa ndugu yangu unasema baskeli unauza afa hauna baskeli unatembea kwa mguu. Sasa mimi nitaaminije kama unauza baskeli? Baskeli iko nyumbani nauza kwa sababu mwenye nyumba ananisumbua, ananishona hivi. Sasa sina namna ya kufanya. Nimeona kabisa kwamba niuze kitu changu ili kinikomboe. Okay. Sasa mimi masharti yangu siwezi kusema mimi nikutafutie mteja kwa kitu ambacho sikioni na sikijui. Kwa hiyo ili mimi nikutafutie mteja mpaka nione baskeli na unikabidhi niwe nayo ndio nitamtafuta mteja vizuri. Baskeli sipo nyumbani. Umeacha nyumbani? Hata sasa hivi twende. Sasa wewe ukisema sasa hivi twende, mimi mipango yangu itakwama. Sawa? Ukisema sasa hivi twende, mipango yangu inakwama. Wewe fanya hivi. Nisipokuja jioni, kesho asubuhi. Ila uhakika sana ni kesho. Kesho nakuja mapema. Unikabidhi mzigo, mimi nikakupuzie. Fresh. Sasa bei utaniambia, nikishaona mzigo ndio utaniambia bei. Hamna noma sasa. Ila uwai mwanangu usiniangushe na kutegemea ujue. Sawa nitakuja lakini ndugu yangu zile tabia zako ziache. Na wewe hizo tabia na wewe uache. Mwanangu kumbe ni chuma. Nzima kabisa, breki kila kitu ni nzima. Eti? Niangalie. Hii ngapi? Hapo mimi nahitaji 150 bila gongo. 150. Hii ni chuma. Hapo kipi? Nakuamini. Haina shida. Niuze, nahitaji 150 ya kwangu bila janja. Haina tabu. Hapo umepata mzee. Hapa. Bahari hapo umepata. Sijawahi kufeli mimi. Unajua nauza hii baskeli kwa sababu na shida zangu zinazonisumbua. Umemaliza sasa. Usiniferishe. Haina shida. Mimi naondoka hivyo. Wewe nenda. Ila kumbuka usiniferishe. Mwanangu, ni kitu kweli kweli.